Asha ni binti aliyezaliwa katika mji wa Lamu. Mamake mwenye asili ya Kigunya na babake mwenye asili ya Kiarabu. Leo hii amekaa chini ya mti nje ya nyumba yake akiwaza kuhusu maisha yake, huku machozi yakimdondoka na uso umekunjana. Asha alikuwa mwanamke mwenye tabasamu la upole lililoficha maumivu mengi moyoni mwake. Alikuwa akiishi katika mji mdogo wa pwani pamoja na mume wake Salimu. Miaka ya mwanzo ya ndoa yao ilikuwa yenye furaha sana. Walitembea ufuoni mwa bahari kila jioni wakicheka na kupanga maisha yao ya baadaye. Asha aliamini kuwa alikuwa amepata mwanamume ambaye angebaki naye katika nyakati zote za maisha. Lakini maisha hubadilika bila onyo. Siku moja, Asha alianza kuhisi uchovu usio wa kawaida. Mwili wake ulikuwa dhaifu kila mara na viungo vyake viliuma sana kiasi kwamba wakati mwingine alishindwa hata kusimama kwa muda mrefu. Baada ya vipimo vingi hospitalini, madaktari walimwambia alikuwa na ugonjwa wa kudumu ambao ulihitaji matibabu ya maisha yote. Habari hiyo ilimvunja sana Asha moyo. Mwanzoni, Salimu alionekana mwenye kujali, alimpeleka hospitalini na kumtia moyo asikate tamaa. Lakini kadri miezi ilivyopita, alianza kubadilika. Alianza kulalamika kuhusu gharama za madawa, kuhusu jinsi maisha yao yalivyokuwa magumu na kuhusu mzigo aliokuwa nao nyumbani. Maneno yake yalimchoma Asha kuliko maumivu ya ugonjwa wake. Siwezi kuishi maisha ya hospitali kila siku, Salimu alisema usiku mmoja kwa sauti ya hasira. Asha hakujibu. Aliketi kimya kitandani huku machozi yakimtiririka taratibu. Hakuwahi kufikiria siku moja angeonekana kama tatizo mbele ya mtu aliyemwahidi kumpenda katika hali zote. Kadri muda ulivyopita, Salimu alianza kurudi nyumbani usiku wa manane. Wakati mwingine hakurudi kabisa. Simu yake ilikuwa na siri nyingi sana na harufu ya manukato ya wanawake wengine ilianza kubaki kwenye mashati yake. Asha aliumia sana, lakini hakupiga kelele. Ugonjwa wake tayari ulikuwa vita tosha. Kila asubuhi aliamka mapema kunywa dawa zake. Wakati mwingine mwili wake ulikuwa dhaifu kiasi kwamba alishindwa hata kushika kikombe vizuri. Lakini bado alipambana. Aliuza vitafunwa mbele ya nyumba yao ili kupata pesa za matibabu. Watu wengi walimhurumia, lakini walivutiwa na nguvu yake. Siku moja jirani yake mzee alimwambia, mwanangu, wakati mwingine Mungu huondoa watu katika maisha yetu ili tujikumbushe thamani yetu. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Asha. Usiku mmoja, Salimu alirudi akiwa amelewa na kumwambia wazi kuwa alikuwa anataka kuondoka. Hakuwa tena na upendo naye na kulikuwa na uchovu na ubinafsi pekee ndani ya nyumba hiyo. Asha alimsikiliza kwa utulivu wa ajabu. Baada ya Salimu kuondoka, nyumba ilikaa kimya sana. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Asha alihisi maumivu na amani kwa wakati mmoja. Alilia mpaka alfajiri, si kwa sababu ndoa yake ilikuwa imevunjika, bali kwa sababu alikuwa amempoteza muda mwingi akimshikilia mtu ambaye tayari alikuwa ameondoka moyoni. Miezi kadhaa baadaye, maisha yake hayakuwa rahisi. Ugonjwa wake bado ulikuwepo. Bado alikuwa na siku za maumivu na uchovu, lakini polepole alianza kujipenda tena. Alianza kucheka tena. Alijifunza kuwa na nguvu ya mwanamke haionekani wakati mambo ni mazuri, bali wakati maisha yanapomvunjilia kila kitu na bado anaendelea kusimama. Na kila alipojitazama kwenye kioo, Asha hakumuona tena mwanamke aliyetekelezwa. Alimuona mpiganaji.